Ukiona mtu roho mbaya, ni sababu anaona William Ruto ametoa kahawa from 50 shillings to 110, 150. Ametoa maziwa kutoka 20 shillings to 50 shillings KCC per liter. Ametoa majani chai, mapato ya majani chai Kenya for the first time imepita bilioni 215 pesa ambazo zimetoka nje kuingia hapa sababu ya majani chai chini ya William Ruto. Ile barabara yote wewe ulikwamisha ukiwa kiongozi, William Ruto ametafuta pesa, ameanza mwaka huu kuunda hizo barabara. Sasa unaonea William Ruto wivu. Wacha wivu nani? Mungu alikupea nafasi yako, wewe ukashindwa, ukaenda kunywa pombe, ukaenda mambo ya anasa, ukaenda kupora mali ya Wakenya. Wachana na William Ruto afanye ile kazi Mungu amempea na Wakenya wamekubali afanye. Najua wanamdharau eti sababu hakuzaliwa kwa nyumba ya utajiri, ya ufalme, baba yake hakujulikana, mama yake hakujulikana, lakini hata huyu jamaa kesho anaweza kuwa rais wa Kenya, msimudharau. Kweli si kweli? Huyu rais ambaye amestaafu aliwacha nini huko Ikulu? Iko kitu aliwacha huko? Sisi tunamwambia awache uchochezi. Watu ya Vihiga mnasema namna gani? Hata mamlaka ikikuja hapa magharibi, sio ni sawa? Ni sawa si sawa? Sasa tunaambia Ichung'wa, sisi tunataka mtu yoyote ambaye anaenda staafuni, anaenda retire, hii kitu ipelekwe bunge. Yule mtu anauzika kwa siasa, pesa yake ya retire itolewe ipatiwe wananchi. Watu ya Vihiga, hiyo ni sawa si sawa? Hii activeness ya huyu jamaa analeta ukabila everywhere. Nyinyi mnataka ukabila? Kama Wetangula ama Musalia ata make our rais, is there a problem? Is there a problem? Hata kesho Mungu akipenda, uongozi ikienda kwa Hamala, iende kwa Osoro, iende hapa kwa Dagala, sisi tunasema Mungu asifi. Hiyo ndio siasa sisi tunataka kuzungumza kama Wakenya. Nataka kuuliza wale wameshindwa kuwafanyia Wakenya kazi, sisi wa relax vile watu wanasema, watu wafanye namna gani? Siasa ya ukabila Kenya hii tumeikataa. Sasa unajua wameanza kukusanya, kushikana sasa. Wameanza kupanga. Yule kiongozi ambaye tulikuwa naye kitambo hajawahi kubali alitoka uongozini. Alikaa miaka 10, akabeba pesa na gunia, akaenda nayo, lakini hajawahi kubali ya kwamba miaka 10 iliisha. Buda, hii kiti ilienda na yezi rudi. You must accept imeenda na imeenda. Ama namna gani? Na ikienda imefanya nini? Wakati umemaliza kuserve term yako, kubali. Miaka yako ikiisha, kubali. Wakati ya kwenda, enda. Ama namna gani? Yes, hapa uongozi, shida yetu ni kwamba tunatakanga kukuamilia uongozi. Hii kitu bwana sazina ni stress. Wewe kama umemaliza kutoka, wacha kuanza kutupanga ukiwa kule nje. Na kama ulishindwa kupanga ukiwa kule wakati ulikuwa ndani, ukashindwa kupanga, ukaanza kupanga huyu aongoze, sijui akuje achukue, ukashindwa kupanga. Wacha kukasirika na baba, wacha kukasirika na William, kwa sababu hao wameamua kushikana ndio tuendelee kuendesha Kenya mbele. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kukasirika bwana. Kubali, hii kitu imekuwa, hii kitu ni si kupenda kwetu, ilienda. Miaka yako ndio ilisha. Sio sisi, ni wananchi walisema namna hiyo. Sasa unakasirika na kila mtu, unakasirika hapa, unaanza kuweka tribal meetings. Unasema Kiambu wafanye tribal yao, Kisii wafanye tribal yao, Western wafanye tribal yao. Hatutaki hiyo. Sisi tumejipanga namna hii. William Ruto amalize hii miaka yake 10, uongozi kuje saidi ya Western pia ndio tuendelee kwenda mbele. Ni ngumu, lakini vumilia tu. Wacha kutuchukia, si kupenda kwetu. Tafadhali tusamee, tulishinda. So si kupenda kwetu, ni ngumu.
Ni uchungu, lakini sisi ndio tuko. Ni uchungu ati ule mwenye alichukua au mpendi, lakini sisi ndio tuko. Sisi ndio tuko. Sisi ndio tuko. Ni hasira, lakini sisi ndio tuko. Uhuru Kenyatta ni machungu, lakini na unajua sisi tulifanya kazi na tunajua usiku unafanya nini, tunajua unaenda wapi. Hata saa hii kuna mahali unaenda hapa jirani, utafuta mkutano, usiende huko jirani, tusemea hapa, lakini unakosa heshima sana. Miaka 2.5 uchumi ya Afrika, Kenya ilikuwa namba 8 in 2022. Leo Kenya William Ruto ameelete ikuwe namba 6. Tumepita Ethiopia na tukapita Angola. Hiyo unafikiri imekuja tu hii kibahati na si kazi imefanyika? Si wakulima wamepata mbolea bei rahisi? Usibabaiki hata kidogo. Mambo bado. Usibabaishwe. Mtaidati wewe mtu angalia mimi kwa macho gani? Niliona kwa kaburi. Atakuja kusimama, wewe niangalia kwa macho. Sasa tunakuangalia kwa macho na tulikuona ukashindwa kazi. Sasa ukimfungua mdomo ni mwili wa mtu. Asubuhi, mchana, usiku. Mimi nashangaa. Mimi ni mzee kwa hii siasa hii. Mimi nataka niwaambie, kama unataka kushindana na William Ruto ako na the bottom up economic transformation agenda as his agenda for Kenya. Wewe kama unataka kushindana na yeye, sio kushikana wanaume sijui wangapi, na kazi yenyu ni siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ya kugawanya wa Kenya, siasa ya kueneza ukabila na kueneza chuki Kenya. Kama unataka kushindana na William Ruto, sababu hiyo ndio demokrasia, tafuta agenda na mpango wa kazi, uzia wa Kenya sera zako. Uambie William Ruto ako na universal health coverage, wewe uko na nini? William Ruto ako na ujenzi wa manyumba na masoko, wewe uko na nini? William Ruto ako na mambo ya kuinua mama mboga na watu ya bodaboda, wewe mpango wako ni gani? Lakini unaona wale siku hizi ni kuungana kwa nyumba ya mtu, ukiwauliza agenda yao wanasema Kasongo, ukiwauliza ingine Zakayo. Hakuna mtu atashinda uchaguzi kwa siasa ya chuki ama ya matusi. Utashinda uchaguzi kwa sera na mpango wa kazi. Ile tu mimi ningependa kusema ni kwamba wale wanashindana na rais watafute sera. William Ruto sio sera, Masgo sio program. Tafadhalini tafuta ujumbe ya kuona vile maisha ya mwananchi itakuwa bora kushinda hiyo maneno ya upuzi ambayo mnatuambia. Na mimi naangalia mpaka juzi nimeshangaa sana. Hata nyinyi wananchi nikiwauliza, ukiona wale watu walikuwa wamekusanyana juzi, hiyo watu wanaweza shindana na William Ruto kweli? Wanaweza? Sio ni kama kushindana mbio kati ya Probox na V8. The biggest competitor of President William Ruto is his own track record. Wananchi wanajua vile amepanda kutoka sekta ya afya, sekta ya kilimo, madeni ambayo ilikuwa imetulemea, security ya mwananchi wa kawaida na vitu vyote ambaye zile rais wetu wamepanga ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Stop destabilizing government. Stop sponsoring tensions in the country. Respect yourself, respect the president and retire. And he came back to ODM and won a nomination in 2017, fair and square. Because of that history, I think he was still remembering, even though he was supporting Wanga, and I respected that, but he had sympathies for me. I am very sure if I became governor, he would have equally been happy the same way he was happy when Wanga became the governor. But let me now conclude. Baba, this county of Homa Bay is united in terms of leadership. We are united. We are in ODM. Let me repeat,
I am in ODM. I am not official of ODM because the law does not allow me, but I am a member, a life member of ODM. I am not about to relinquish that. We work together with governor. We sit. Kadwa pogo gik mabiro ka. Anyiso nyawanga ni beroma be wetaguri. Pesa bro amalo kaluari nikejikia. Nikechane mani etoko. And you will see. Uneno. Nitie yo moro ka manyo chando ngondo kabisa ni karabok adiedo kiluongo na adiedo karabok tichwanye. Nyocha nyiso ngondo na diketo ne pesa mono lose pio pio na seketo. Nie budget di lose pio pio mono room. But let me now conclude, Baba. I have been the chairman of ODM for 10 years. I'm the longest serving chairman of ODM to date. And I belong to this party. I put a lot of effort since you sent us to the government. And the reason why I'm putting a lot of effort to reform this economy, Baba, I found this economy in bad shape. Si mchezo, ilikuwa mbaya. It was bad. But the reason why I'm putting my effort, apart from being patriotic, I wanted to demonstrate to the whole world that if Raila Odinga became the president, these are the people he would have gone with to the government, and this is what they would have done. And therefore my concluding remarks is that if I am there, I expect total 100 support from the party. Starting with the Secretary General. My brother Sifuna, please, I am a member of your party. I don't belong to any other party. I belong to ODM. If I fail, there is no way 2027 you are talking about. You will convince anyone that ODM can run a government. May God bless. That is our crocodile. Our Waswahili wanasema hayawi huwa. Mimi nimefurahi sana leo kufika hapa Migori. Tumekuja hapa Migori Migori leo kwa sababu ya ibada ya kanisa, lakini vile vile tumefika Migori kwa mambo ya maendeleo ya Migori County. Na kwa sababu hiyo mimi nimefika hapa Suna West na niko na mambo matatu ya muhimu nataka niseme. Sawa sawa. Jambo la kwanza, huyu mbunge wenu Masara, nilikuja mkutano pale Masara na nikawaambia watu wa Masara wamwambie huyo mjumbe wenu akuje Nairobi anitafute, tukuje tujenge technical training college. Mshukuru mbunge wenu amekuja, tumekuja leo sasa kuanzisha technical training college kwa watu wa hapa Suna. Mbunge wenu ameweka milioni 10 ya CDF na mimi nitamuongezea milioni 50. Tumekubaliana jameni? Pia nitawajengea, serikali itawajengea hostels ya hiyo technical training college. Tayari tumetoa. Jambo ya pili, ninyi mnajua tumesema ya kwamba matibabu ipatikane karibu na wananchi. Mimi najua mko na hospitali ya level 4 hapa.
na huyu muungwana mjumbe wenu ameniambia ya kwamba bado iko chini kidogo. Kwa hivyo mimi nataka niwatangazie, tutakuja pia kuwajengea upya hiyo level 4 hospital ya watu wa POE. Tuifute iende tu kidogo. Sawa sawa. Jambo la tatu, mimi nimekuja hapa kwa sababu tumeketi chini na gavana wenu na waheshimiwa wote akiwemo Mheshimiwa Masara, na wakaniambia ya kwamba kuna barabara inatoka pale Kadabi inakuja hapa Pinyo. Na ni ngumu sana, ni kama ile barabara ya kwenda mbinguni. Ni kweli. Sasa sikizeni watu wa Pinyo. Sasa kwa bajeti ya mwaka huu, na Mheshimiwa Mbadi waziri wa mambo ya pesa yuko hapa, tumeweka pesa ya kutengeneza barabara ya Kababu mpaka ifike Pinyo, na baadaye tunataka tuunganishe na Nyantiki. Unasema tuendelee? Jambo la tatu, pia mimi nilikuwa pale Muhuru Bay, na mimi najua kuna barabara inaunganisha watu wa hapa Suna West na kule kwenye maji mahali tunatoa samaki. Hiyo barabara inaenda mpaka Uhuru Bay. Pia hiyo barabara tumekubaliana tutengeneze na tuweke lami, ndio nyinyi muweze kwenda mpaka huko na muendeshe gari yenu na uvuvi. Tumekubaliana jameni. Jambo la nne, mimi najua watu wengi hapa hamjapata stima kwenu. Najua kuna watu wengi bado wanaishi kwa giza. Kesho na mimi niko hapa na waziri Opiyo Wandayi kwa mambo ya kesho tunaanzisha mradi mkubwa ambayo itaunganisha manyumba 18,000 mpya katika Migori County, ikiwemo watu wa hapa Pinyo na watu wa Suna West na constituencies zote za Migori County. Tumewapatia pesa shilingi bilioni 1.9 1.9 bilioni ya kuhakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi 18,000, na hiyo kazi itafanyika in the next 1 year na tuikamilishe. Mimi nataka niwaeleze hivi, sawa sawa, tumekubaliana na Baba Raila Amolo Odinga ya kwamba hatutaki siasa ya chuki na ukabila na migawanyiko. Tunataka tuwaunganishe Wakenya wote wakae pamoja, ili ubaguzi iliyoendelea kwa miaka tuikomeshe. Na ndio sababu hiyo tukasema tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza watu wa Suna West na watu wa Migori, mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe? Mnasema tuunganishe Kenya iwe moja na tufanye kazi kwa pamoja, na tuondoe ubaguzi, na tuondoe chuki, na tuondoe ukabila.
kusimama. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nashangaa ati kuna watu wanakasirika ati kwa sababu Opiyo Wandayi ni waziri wa mambo ya stima, ati kwa sababu waziri huyu muungwana anaitwa John Mbadi ati kwa sababu yeye ni waziri wa fedha. Mimi nauliza nyinyi watu wa Suna, kuna mahali iliandikwa ya kwamba mtu kutoka Suna hawezi kuwa waziri wa finance wa Kenya? Watu hawaja mchezo. Hii hasira mingi ni ya nini? Ama namna gani? Mimi nataka niwaeleze, tuko pamoja na marafiki zangu, na waomba kwa unyenyekevu tuungane, tushirikiane, ndio tufanye maendeleo ya Kenya, Wakenya wasonge mbele. Mimi nawauliza watu wa Suna West, kila mmoja wenu mujisajili katika mpango ya Universal Health Coverage, ndio ukienda hospitali utibiwe na usilipishwe pesa. Tunataka kuhakikisha ya kwamba mtu ambaye anaenda hospitali anatibiwa, anaenda nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote, kwa sababu serikali ya Kenya itahakikisha kuna bima ya kusaidia Wakenya wote. Tunaelewana jameni? Tumeelewana? Watu wa Pinyo ye hoye! Pinyo ye hoye! Sasa nini? Unasema hii Pinyo ye maana yake ni nini? Pinyo ye maana yake ni nini? Ati dunia yote imekubali. Walikutana wapi wakakubali? Hapa. Hii Pinyo ye. Sasa mimi nimekubali. Kwa hivyo, kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu, tunaelewana jameni? Mimi nataka niwaambie nyinyi kama Wakenya, tusikubali kudanganyika ama kudanganywa na watu ambao hawana mpango yeyote. Tunataka kuhakikisha kwamba kilimo inafanya kazi, inaweka pesa kwa mfuko ya wananchi. Hata hii kilimo ya miwa ambayo inaendelea hapa Migori, mimi nataka niwaambie watu wa Migori, kilimo ya miwa tutaisimamia vizuri. Tayari kwa miaka miwili tumepata nyongeza ya mapato ya kilimo ya miwa kutoka bilioni 50 mpaka bilioni 90 mwaka huu. Hii factory yenu ya Sony tutahakikisha ya kwamba kuna usimamizi ambayo italipa wakulima, ilipe wafanyikazi, na tutoe bonus kwa wakulima wa miwa vile wakulima wa chai wanapata bonus. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo sikizeni ndugu zangu, mimi niko na shujaa anaitwa John Mbadi. Yeye anasimamia Treasury ya Republic of Kenya na anafanya kazi mzuri. Leo Kenya iko mahali pazuri. Kwa miaka miwili tumeweza kuleta uchumi wa Kenya kutoka nambari 8 barani la Afrika mpaka sasa ni nambari 6. Kenya's economy is now the 6th largest economy in Africa because of men and women, the people of Kenya, who have stood firm and worked in our economy to make it inclusive and to make sure that everybody in Kenya is on board and no community, no region is left behind. Ndugu zangu kwa Migori, mimi nawaomba kwa heshima, mnasema tuungane, tushirikiane, tutembee pamoja. Mnasema tutembee pamoja. Was in town na hakuwa mtu ya mchezo, lakini sasa tunashukuru Mungu amesikizana na rais, anaenda kuwa kiongozi wa Afrika. Hii kitu sio rahisi ya Kenya. Kama unashindwa na hiyo yako kidogo hapo ya MCA, alafu unataka kudrag ya Kenya kuipeleka hapo so sikiza, mimi sikiza, pale nyumbani, I need your blessings and your support, all of you, not some of you, because some of you hatutafika anywhere. I need everybody.
including the person you have a problem with. I need that person. Yes. Tumesikizana? Yeah. So this is home talk, in family talk, don't worry. Walikuwa wananipigia makelele kule Nairobi. Wameweka sufuria kwa kichwa, wanasema ati mambo ya unga. Sasa mimi nataka niwaulize, unga inatoka kwa duka ama inatoka shambani kwa mahindi? Si inatoka kwa shamba? Si mnaona tumeleta mbolea? Si mumeenda shambani? Si mmetozia chakula? Si bei ya unga imeteremka yenyewe? So mimi nataka niwaambie wale watu sufuria, jameni, sasa punguzeni mambo ya sufuria, tuungane tupeleke Kenya mbele. Ama mnasemaje Kilgoris? Tuendelee namna hiyo? Nasema tushirikiane.